kuchukua kipaji chako hata kama ni cha zamani sana na kukiweka kwenye ndoto mpya na ukaishinda hii vita. Kwenye filamu hii, uwanja wa mpira umetumika kama mfano mkubwa sana wa maisha. Kila mmoja wetu anacheza mechi yake mwenyewe. Na kama unakumbuka, washindani wao, timu ya Sing waliokuwa wakiitwa Team Evil, ndio mfano wa changamoto za maisha yetu ya kila siku, kama vile hongo, tamaa na kupoteza maadili. Sing na timu yake wanapambana kwa kutumia nguvu za ndani zenye imani kubwa zinazowakilisha utu na mshikamano. Mpira wa miguu hapa haujaonyeshwa tu kama mchezo, lakini mpira wa miguu hapa ni ishara ya ndoto inayotimia. Na kila goli ni ushindi wa roho dhidi ya tamaa ya ulimwengu huu wa kisasa. Na mwalimu wao, timu ya kina Sing, aliyekuwa akiitwa Brother for Eyes, ni hekima ya kale tunayoisahau leo, lakini bado inaweza kutuokoa. Lakini uliwahi kujiuliza majina ya wahusika katika filamu hii yana maana gani? Na walikuwa na mpango wa kuwasilisha kitu gani katika jamii? Na kwa nini kila mmoja alikuwa na nafasi ya kipekee na ya kitofauti katika filamu hii? Tukianza na mhusika mkuu aliyefahamika kwa jina la Sing na jina lake kamili akiitwa Stephen Chow. Jina lake katika filamu hii lina maana ya kuimba kwa Kichina, lakini hapa kwenye filamu linaonyesha sauti ya ndoto. Yeye ndiye anayefufua ndoto za wengine kwa nguvu ya imani na matumaini aliyokuwa nayo. Ndiyo maana yeye katika timu hii ndiye kiongozi. Anaashiria kuwa sauti ndogo ya matumaini inaweza kuamsha jeshi kubwa la wafuasi wa ndoto. Kuna bwana alikuwa akiitwa Ironhead. Huyu